Tufike mahali wana wa Israeli kwamba walimtolea Mungu mpaka Musa akasema imetosha. Haleluya. Sasa zingine nafurahia sana wakati tunasema kwamba tunahitaji budget, wapendo wanatoa mpaka tunasema imefika. Tunashukuru Mungu. Haleluya. Kwa hivyo hiyo ni tithe, weka kwa bahasha. Rent, church rent kama uko nayo pia weka kwa bahasha. Kama unaweza tuma utatuma kwa simu na ni vizuri. Matoleo mengine yote vile utaongozwa na Mungu. Kuna wengine wanatoa sacrifices. By the way, sacrifices usitoe kwingine. Nilikuwa nikisoma Leviticus Walawi, Mungu anaambia wana wa Israeli kwamba muache kutoa dhabihu zenu nje ya hema la Bwana. Kwamba dhabihu zitolewe ndani ya hema la Bwana. Praise the Lord. Praise the Lord. Wewe ukiwa fasting na umetengeneza sacrifice yako after fasting, usiende kutupia bega kwa barabara. That one is meant for God. Bring it in the house of God. Praise the Lord. Bega mpatie chakula yenye huku kula, mpatie huko. Something like that. Kama umeguzwa mpatie nguo, mpatie huko. That is okay. But if you fasted and now you are awaiting or the Lord is manifesting, and you say, now I want to sacrifice unto God, don't lay your sacrifices outside. Bring them on the altars of God. Na itakuwa vizuri. In the presence of God. Hallelujah. Hallelujah. So I only have like 3 minutes so that we can welcome the servant of God. Akaweze kutubariki siku ya leo. Tushukuru Mungu kwa hiyo dhabihu. In Jesus name. Kama ni fungu la 10 litamkie Bwana wa majeshi ambaye ni mwaminifu, that he may align us according to his covenant with Abraham. He says, whoever aligns with Abraham, then I will bless. And as I bless Abraham, whoever fights or rises against Abraham, I shall contend with that person. In the name of Jesus, I thank you, Father. He says, can you do this? And that I may see that I am the one who blesses, that I shall open doors of blessings. Oh, we thank you, Father, that in so doing, you loved us so much that you gave. Father, truly, Father, we cannot demonstrate beyond you, but we thank you for the grace to give unto you. In Jesus' name. Unaweza kuleta matoleo yako. Yesu, 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 huyu Yesu, Yesu, huyu Yesu, nalita jina lako, nami niwe salama, 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 nalita jina lako, nami niwe salama, 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 nalita jina lako, nami niwe salama. Sema salama, 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 oh, salama, salama, nalita jina lako, nami niwe salama. Father, in Jesus' name, we thank you, Lord, for every hand that has touched my Father, my God. Kwa sababu ya kila mmoja mfalme wa ajabu katika kuhusika katika baraka hizi. Mungu wa ajabu, Mungu wa ishara Bwana. Wewe ni Bwana ambaye mfalme unabariki na kuinua. Baba, ninakuita Bwana ukafuatilie neno lako. Ukafuatilie kwa neema yako mfalme. Wengine Baba katika biashara yao kaachilia kibali. Wengine kule kazini ukaachilia kibali Bwana. Baba, asante kwa sababu hata wengine hawana kazi, lakini kupitia haya my Father my God, I pray for a connection my Father my God.
kwamba Baba, kwa sababu kesho ni Jumatatu, Lord, those who are seeking, may they find, because it's in your command, Lord, that them that seek, they find, them that seek, they will find. Today, Lord, I pray that that word be made manifest, O Jehovah, Lord. Kwa sababu Baba, wewe ni mlinzi, Mfalme, ukaachilia ulinzi wa kipekee, Mfalme, juu ya kila chochote ambacho Baba kimeunganishwa nasi, Bwana wa majeshi, kwa sababu wewe ni Mungu unayebariki mpaka kibaba chetu, Bwana wa mabwana. It means all that concerns us, my Father, my God. As we connect with you, my Father, Lord, you bless and you guide and you protect. I thank you and I give you glory. In Jesus' name I pray. Every child of God, can you say amen? Can you say amen? Kwa hivyo tunaweza kusimama, sio kama mmechoka msimuchoke kukaa. Msimame. Tusimame tukaweze karibisha mtumishi wa Mungu siku ya leo. Haleluya. Kwa sababu najua kwamba Mungu ni mwema. Amen. Amen. Hey. God is good. God is nasikia mtu mmoja tu. Nimesikia kama 7 hivi. God is hamjanyishinda. God is bado hamjanyishinda. God is Hallelujah. Amen. Mungu ni mwaminifu. Hallelujah. That is the way Jonah prayed and preached. Hallelujah. That is the way Peter and John praised the Lord. And finally, the foundations of the prison were shaken. Praise the Lord. And the prison had no other way but to release them. Hallelujah. That in the midnight praise, the foundations of the prisons were shaken and everything that was tying them down had to release them. Na hawakuwa na microphone. Hallelujah. Hallelujah. Inua tu mikono yako juu kwamba tukaweze kumwabudu Bwana. So that we welcome the servant of God. Oh, thank you Jesus. You are worthy. Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Ni mwabudu nani? Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Ni mwabudu nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuabudu ila ni wewe Jehova, ila ni wewe Jehova. Nimwinue nani? Nimwinue nani mimi kama siyo wewe? Nimwinue nani mimi kama siyo wewe? Hakuna mwingine wa kuinua ila ni wewe Jehova,
Kristo, kwa sababu wewe ni Baba. Pokea sifa Mfalme na utukufu wote katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya mtumishi wako Bwana. Ukaimidiwe Mfalme, ukaweze kuinuliwa. Asante kwa sababu ya kila sikio ambalo li tayari Bwana. Masikio yetu ya rohoni tunayafungua kuweza kusikia kwako Mfalme. Baba, ukaimidiwe Mfalme. Baba, ukaweze kuinuliwa. Na sifa zote na utukufu wako katika jina takatifu la Yesu Kristo naomba na kuamini. Kila mtoto wa Yesu aseme amen. Kila mtoto wa Yesu aseme amen. Kila mtoto wa Yesu aseme amen. Haki nitakuita ukuje useme peke yako. Kila mtoto wa Yesu aseme amen. Kabla sijakuita ukuje, kila mtoto wa Yesu aseme amen. Hallelujah. Appreciate Jesus. Pigia Yesu makofi. Karibu sana mtumishi wa Mungu. Amen. Shangilia Bwana Yesu Kristo kwa sadaka ya makofi ya mikono iliyoinuliwa juu. Amen. Salimia mmoja wawili, mwambie kwamba wewe ni shujaa. Praise the Lord. Mwambie ukukuja mapema ili kwamba upate nafasi ya kukaa. Amen. Wewe ni mtu wa maana sana. Unaweza kuketi katika jina la Yesu Kristo. Na ukiwa na rendi ya church, bona Pastor Isaac mapema, maana unaweza sahau umpatie. Bado hatujapata hiyo mambo ya meli, hiyo mambo ya ferry. Ilikuwa meli ama ferry? Ferry. Praise the Lord. Acha nami niongee kama dada Betty. Hata sitasema. There is something in connection. Kila ambacho umeota. Lakini hiyo sijaruhusiwa kusema, lakini si mbaya, ni nzuri. Nilishare na maisani, mwingine kidogo tu. Na ni nzuri. Niliota tu after kuvuka mwaka. Baada ya maombi fulani. Praise the Lord. Mpaka nikafurahia kabisa. Ambia yule aliye karibu na wewe, don't despise yourself. Praise the Lord. Kutakuwa na kikao ya mkutano ambao kwamba kila mmoja ningependa kwamba tukaweza kuhudhuria, tukaweza kujipanga kwa ajili ya mwaka. Tuweke mawazo pamoja kwa ajili ya 1, 2, 3. Maana mimi nakwambia kwamba mwaka huu, hata kama unaona jinsi vile kuko hivi, mwaka huu unaenda kuwa tofauti in Jesus name. Theme ya kesha ya mwaka huu 2026 yetu ilikuwa the just shall live by faith. Praise the Lord. Ningependa kuweza appreciate the praise and worship team. Naona kwamba kwa hakika basi kuna matumaini kwamba this year will not be the same again for you in Jesus name. Praise the Lord. Asha na Mungu akubariki, unafanya kazi nzuri. Na unajua nikiwa shuleni nilikuwa rafiki ya mwalimu wa Kiswahili. Nilifundishwa methali moja. Hii ilikuwa inasema mgema akisifiwa tembo ulitia maji. Tembo ni pombe. Praise the Lord. Kwa hivyo ukiwa unafanya vizuri kitu, ukisifiwa usiringe sana. Hallelujah. Praise the Lord. Just try your level best to aim higher than where you are in Jesus' name. Praise the Lord. Let's take a soft strings, zile soft, Leo hii nikiwa katika maombi, nikawa namuuliza Mungu tutaweza kushiriki ujumbe gani, na nikaelekezwa kwa ujumbe ambao kwamba topic ni walking with God. Bwana Yesu asifiwe. Walking with God. Tembea na Mungu. Walking with God. Praise the Lord. Wangapi wanatamani kutembea na Mungu? Kigogo wa Injili Faustin Munishi akaimba na akasema, kutembea na Yesu mimi ninapenda
kutembea na Yesu. Mimi ninapenda. Hallelujah. Praise the Lord. It is a good thing for you to walk with Jesus because you will never go wrong. He is the Alpha and the Omega. He knows where there is a bridge. He knows where there is a ferry and where there is no ferry. Anapokuambia kwamba wacha tuende hivi hata kama hakuna ferry, usijali, usiwe na wasiwasi. Hallelujah. He told Peter, yes, I am. Come. Maana alikuwa ameshindwa jinsi vile mwanadamu mwenye akona mwili ya nyama na damu anaweza kutembea juu ya maji. Na Peter akasema kwamba kama ni wewe basi ni amuru. There is power in the word command. Bwana Yesu asifiwe. Na Mkristo yeyote ambaye kwamba ameokoka na anajua kile ambacho anafanya, it's good for you to command your day. The day begins. Siku inaanza saa ngapi? Saa 6. Unaongeza kakitu kama ni mchana ama usiku. Saa 6 usiku. Alafu waliweka 000. Yani kila kitu deleted. Praise the Lord. Commanding your day. Kumbe Mungu amekupatia nguvu na mamlaka ya kuweza kucommand. Praise the Lord. May use that power and authority to command things, and it shall come to pass in Jesus' name. Ninafurahi kwa ajili ya mafundisho ya asubuhi yakiongozwa na Brother Winslaus. Wengine tulikuwa tunacheka, but that is the way God likes. Hallelujah. He is the Lord of Lords and the King of Kings. Na sisi tukiwa hapa, we are also kings. And he is waiting for us because ametuumba kwa mfano wake, so that tukaweze kuexercise ile authority ambayo kwamba ameweka ndanini mwetu. Praise the Lord. Geuka nami katika kitabu cha Mwanzo ama Genesis chapter number 5. Genesis chapter number 5 verse 22 to 24. Lakini kwa sababu ya wakati kaweza kusoma ile verse 24. Kama umefika pale sema amen. Inasema, and Enoch walked with God, and he was not, for God took him. Enoch walked with God, and he was not. Zingine zinasema he was no more, kwa sababu Mungu alimchukua. Bwana Yesu asifiwe. Vyema kama unaandika, na ni vizuri tukaweza kujifundisha kwamba tunapokuja kanisani, you have a book, uwe na kitabu, au kaweze kuwa na kalamu na Biblia, ili kwamba you note somewhere kwa wakati wako unapitia. Hata yale mafundisho ambayo kwamba mimi ninahubiri, wakati mwingine wanakaa chini nafuatilia nione ni ufunuo gani ambao Mungu amepeana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo katika hii lesson kuna mambo matatu ambayo kwamba kama Mungu ataweza kuniruhusu kwa muda, nilitamani nianze mapema, lakini sasa jinsi vile kuko, tunashukuru Mungu kwa sababu all things work together for good. What it means by walking with God. Ni nini maana ya kutembea na Mungu? Hiyo number 1. Alafu number 2, benefits ama faida za kutembea na Mungu. Number 3, how to walk with God. Jinsi ya kutembea na Mungu. Hallelujah. Praise the Lord. Unaweza kuwa wewe ni daughter wa mtu fulani ama son ya mtu fulani. Jinsi vile unatembea na your teens, wale wa your ile age mates. Ukitembea na baba kuna ile 2D style fulani.
au ropoke ovyo ovyo. Kuna ile ka discipline tu fulani. Bwana Yesu asifiwe. Hautatembea tu hivi ovyo ovyo. Praise the Lord. Aha. Sasa huyu Mungu wetu ni baba yetu, and there is a way. Nasimaanishi ile kutembea kawaida tu hiyo miguu hivi, hapana. The journey as long as you live. Kwa hivyo kama unaandika another scripture ni Waebrania ama Hebrews chapter 11 verse 5 ambao kwamba hatutaweza kuandika. Bwana Yesu asifiwe. Kama unaandika, na nimetambua kwamba siku hizi tumechoka kusema amen. I wish tuende mahali fulani ambapo kwamba mhubiri anasema kwamba Bwana Yesu asifiwe, amen. Nikatoka nikafika hapo, Bwana Yesu asifiwe, amen. Nikashuka nikakaa chini, sema amen. Ndio uende. Kwa hiyo nafikiri nitakana tuende kwa hiyo, ili kwamba at least tukaweze kuamka. Hii betri yetu ya mdomo ya kusema kwamba amen kama imesha, nimesikia kuanzia asubuhi. Unapata mhubiri anasema Bwana Yesu asifiwe, tunamwangalia hivi. Haleluya. Siku moja kuja usimama hapa ndio ujue. Haleluya. Na ukipata mhubiri ambao kwamba ni wakasika, utaachilia matusi. Lakini ako anointed tu, ni vile tu anataka mambo ikuwe mazuri. Asifiwe. Unasikia mwingine akisema mimi ni komando. Asifiwe. Alafu anaongeza mambo mengine. Haleluya. Anyway, Mungu amemuita. Na kama sasa mtu amelala kwa njia fulani, itabidi amshwe, hivyo itakuwaje? Ukipata mwinjilisti, mwinjilisti atakuhubiri, anakuambia kwamba wewe acha dhambi. Kama utaacha dhambi utaangamia. Haleluya. Akiwa tu mwinjilisti kwa kanisa anasema kwamba kama siuamke wende, mimi sina hasara. Wenda. Praise the Lord. Na unajua ako kwa ofisi yake. Kwa hivyo be careful the way you judge. Haujui mtu ameitwa namna gani. Na wote Mungu alijua kwamba hizo fivefold ministries ni za maana sana. Haleluya. Uliza aliye karibu na wewe una uko kwa gani. Hata kama atakujibu labda ataomba Mungu amfungulie leo usiku. Amecheka. Labda ajui ama hataki kukuambia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo kwenye Biblia kuna baadhi ya wale ambao kwamba walitembea na Mungu na kuna ushuhuda. Kama ya kwanza penye tumesoma Enoch, Genesis chapter 5 verse 20-24. Abraham, Genesis chapter number 17 verse 1. Alafu Elijah, 1 Kings chapter number 17 verse 1. 1 Kings chapter number 17 verse 1. Alikuwa mwaminifu na mtiifu, na ikafika mahali ambapo Mungu aliweza kufurahia na akasema kwamba mtumishi wangu Elijah, hautaingia kwa kaburi. Jiandae kabisa. Na Elia hakuwa mtu wa kuongea sana, lakini I thank God because the person that was close to him, he was obedient. Alikuwa mtiifu. Na katika ile hali ya utiifu Mungu alimfunulia kwamba Elijah atachukuliwa. Wana wa manabii. Bwana Yesu asifiwe. Wana wa manabii. Unajua ukiwa mwana wa nabii, hapana ukifunuliwa kila kitu utasema. Bwana Yesu asifiwe. Haianzi leo. Sasa kila kitu. Na by the way ukimachua si kila kitu ambacho utafunuliwa. Unaenda kwa mtandao. Bwana Mungu akanionyesha Kenya, na akanionyesha hii na hii na hii, akanionyesha kuna zingine ambazo ni za kuomba. There is a time of which Mungu atakwambia tu kwamba sasa nimekufunulia, lakini omba, nyamaza, tulia, usiseme. Huwa naangalia katika mitandao, napata kwamba kuna nabii fulani akiongea, unapata kwamba anaongea katika hekima na kitu kingine hasemi. Haleluya. Hiyo ndio jinsi vile Mungu ameweza kuwaita. Sasa wana wa manabii wakasema, kwani hujui kwamba your master will be taken? Haleluya. Lakini nashukuru Mungu kwa sababu ya Elisha. Elisha alisema, yes I know. Haleluya. Praise the Lord. Kunaweza kuwa na ufunuo fulani ambao kwamba inaonekana labda pengine utakereka ama nini, lakini unapojua you need to know how to deal or handle it, utakuwa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo, don't you know that your master shall be taken away? Hiyo kama Elisha angekuwa mtoto wa kiroho, angeanza kutetemeka. Sasa nitabaki na nani? Haleluya.
utabaki na nani? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ni vyema that we grow, na Mungu atatufunulia mambo mengi na kutenda mambo yaliyo mengi. Wimbo inaimba, I'll make you fishers of men, fishers of men, fishers of men. I will make you fishers of men. Alafu? Amen. Are we ready to follow Jesus? Are we ready to walk with him? Nasikia yes ya wawili. Isaac alisema alisikia hata ya 7, lakini mimi nimesikia ni kama wawili ndio nimesikia sauti. Praise the Lord. Sasa kama utafuata Yesu Kristo, sijui utafuata nani? Tafakari hiyo. Kama unaandika what it means to walk with God, ni nini maana ya kutembea na Mungu? Number 1, keeping the company of God. Number 1, keeping the company of God. In other words, being a companion of God. Bwana Yesu asifiwe. A company of God inamaanisha kwamba every time umelala, lakini there is the presence of God. Umeamka, uko mahali popote, there is a presence of God. Uko katika maeneo ambao kwamba watu hawajui Mungu, lakini there is the presence of God. Hallelujah. When you are in the company of God, there is that glory of God that is overshadows you. It covers you. It covers you. Bwana Yesu asifiwe. Naona amen zimeanza kuamka kiasi, lakini hazijafika hiyo kiwango. Sasa ukiwa hivyo, hata kama kuna shida, you feel there is peace. I remember some years back nikiwa nafanya kazi KTN Nyayo House 20th floor, nikapigiwa simu kwamba kuna bomu zimewekwa KTN. Kapigia mmoja wawili ambao walistahili, alafu baadaye wakapigia niliona wanajeshi wakikuja na umbwa zingine ndogo ndogo, sniffing dogs. Hao wengine wote wakina Louis Otieno, hao wengine wote wakateremka wakaenda chini. Na mimi ndani mwangu nikafeel tu hapana, it's okay. I don't feel kama kuna danger. Bwana Yesu asifiwe. Na nikatulia tu. Ukiwa na Yesu Kristo ni salama rohoni. Bwana Yesu asifiwe. Ni salama rohoni. It is well with your soul because you are walking with God. Ukitembea na yeye, watangulia wamalize yeye ndio wakufikie wewe. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo mtu asikuhusia tu ile uoga kidogo kidogo kwamba utanijua. Wewe unajua mimi nani, utanijua? Hapana. Kama unafanya kazini na wewe umeokoka, unasimama kwa njia nzuri za Mungu, mtu akikwambia kwamba nitakufuta kazi, sijui itakuwa nini? Praise the Lord. Kijua Mungu wako. Karo alikwambia ushuhuda yule ulikuwa umesema. Hamja communicate? Mliongea? Yes. Mungu alitenda, but she didn't expect kama inaweza kuwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Wao watu ambao wanajua Mungu hawajui Mungu. Mungu ameumba wote. Na ukijua wewe ni nani, you can speak. Na Mungu akikubali, watatii. Number 2, what it means to walk with God. Hiyo ya kwanza ni kwamba you prefer to be with God than associate with people. You prefer to be with God than associate with people. Hiyo ni point number 1 to ile keeping the company of God. Of which sometimes tunaona ile wakati wa kuvuka mwaka kuna hiyo mambo ya mapati na nini na nini. Wengine wanasema hapana, hiyo lazima mpaka niende nijivinjari. Wale wanajua Mungu anasema kwamba this time nami nitaenda kanisani, nitaenda kwa kesha, nitaenda kufanya nini. You prefer the company of God than other people. Anakuwa mbele. Number 2 ni kwamba in the same God, putting God in the same direction with God.
Yani being in the same direction with God. Number 2, being in the same direction with God. The same direction with God. Inamaanisha kwamba moving uniformly with God. Kutembea. Kiswahili inakuaje? Si mnajua maana ya uniform? Hallelujah. Tukiwa wadogo tulikuwa tunasema uniform. 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 Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ukivaa kitu kingine ambacho kiko tofauti, that is not uniform. Ukivaa shati hata kama iko na logo na trouser iko tofauti na ile zile za shule, sio uniform. Uniformity ni kwamba Mungu akisema right, turn right, left, left, at ease, alert, ni hivyo hivyo. Yani kila ambacho Mungu anasema. Now, by the way, can you try exercise that? You will see the greatness of the Lord in your life. Kuna kadha wateule ambao kwamba ninajua Mungu akisema kitu wanapotii, wanaona mkono wa Mungu, wanaona ushindi wa Mungu katika maisha yao. Hallelujah. Sometimes it might be tough in one way or the other, lakini Mungu akiwa amesema basi. Hallelujah. Tuko pamoja? Number 3, taking steps with God. Ile saa yetu ya kindo inalia. Tuliset by mistake. Makosa bwana. Amen. Nani anaweza jua kutoa alamu? Isitupigie kelele inatoka kwa line za Mungu. Taking steps. Iya juu. Taking steps with God. Taking steps with God. Mtu mrefu sana anaweza inua hiyo alafu kuna mahali pa kuweka off alarm. Hiyo. Hiyo kweli. Bwana Yesu asifiwe. Inamaanisha kwamba kila hatua zako ni vizuri kuweza kumhusisha Mungu. Remember the Magi from the East. Kiswahili inaitwa Mama Juzi. Unajua wimbo ilikuwa inaimba Mama Juzi wa mashariki waliuliza wapi Mwokozi zaliwa. Hallelujah. Sasa inaposema Mama Juzi mimi nafikiria tu ni wa mama. Asifesu. Ama wewe uko unafikiria hivyo? Kitamu. Hey. Hako wanawake, walikuwa wanawake kweli? Bwana Yesu asifiwe. Mama Juzi, mama. Mama for yesterday. Bwana Yesu asifiwe. Sasa waliuliza, walipokuja waliongozwa na nyota, the star of a king, na ilikuwa na mwangaza mwingi kuliko the star of Farao. Wakaendelea, akili zao zikafikiria kwamba kwa sababu hii ni nyota isiyo ya kawaida, ni ya mfalme, bila shaka wacha tukaweze kuelekea kwa nyumba ya Herode. Walipobadilisha mawazo yao, wakafikiria hapa hata wahitaji kuongozwa na hiyo nyota, kuiangalia, kuifocus, walipotea, nyota ikapotea. Praise the Lord. Unaweza kuanza vizuri katika maisha, na ikifika mahali ukiamua kujiongoza mwenyewe utapotea bwana. Haijalishi pilot ako na usomi na amesafiri, kama ni kwenda Qatar, ameendesha ndege miaka mingi, pasipo kuangalia compass atapotea bwana. Hallelujah. Maana ukiwa huko juu juu unaenda wapi? Lazima uongozwe na compass. By the ndege haina steering. Praise the Lord. Haina ile steering around. Na compass ndio inaongoza. Ikipotea tu pilot atapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haijalishi hata kama ni pilot. Sasa ni vizuri ukaweze kuelewa, what does God want? What does God want? Hii mwaka Mungu anataka revival. Hii mwaka Mungu anataka judgment. Kuna vitu ambavyo kwamba Mungu ameamua. Hallelujah. Hii mwaka Mungu anataka kwamba intercessors wakaweze kuamka. Kuna ile revival lingine ya kiajabu tu, lakini wale watalala tena kuna judgment. Praise the Lord. Uliza jirani yako utakuwa wapi?
mimi nataka nifanye mapenzi ya Mungu, nikaweze kuwa katika hesabu ya wale ambao kwamba kwa hakika Mungu atasema I salute you. Simeshasikia wimbo salute? Yaani Mungu anatenda mambo mpaka unasema kwamba salute kwa Yesu, I salute you. Hallelujah. Tuko pamoja? Hata kama naenda polepole, nimetamani kwamba tukaweze kusikia na ikaweze kuingia tu kabisa. Number 4, what it means by walking with God. Living your life with principles and standards of God. Living your life with principles and standards. Principle and standards. Bwana Yesu asifiwe. The standards of God. In other words, inamaanisha kwa hiyo point, like what God likes, want what God wants. Daudi alikuwa na hiyo ufunuo. Furahia na wale ambao kwamba kwa hakika wanafurahia mambo ya Mungu. Usiingie katika vikao za wale watu ambao kwamba wanainuka kinyume. Unajua hapa kuna confusion kidogo. Sikuna mambo mmesikia kwa mtandao. Nasikia kwamba fulani miujiza, alafu mwingine ambaye kwamba hajui mambo ya Mungu anakuja anasema kwamba healing. Asifesi. Healing. Scientifically utajuaje kuhusu mambo muujiza umetendeka? How can you explain healing scientifically? Ama mimi ndio sijui. Niliomba na mama mwingine nikasikia nimwambie tu kwamba Mungu anakubadilishia kidney. Alikuwa aende wafanya operation kwenda India. Sasa ukiniuliza kwamba scientifically mambo imetendekaje? Sasa uone kwamba at least tuko nyakati za mwisho, kuna pinga Kristo anafanya testing. Unaona? Anajaribu hivi kama kona. Bwana Yesu asifiwe. Alafu sisi wachungaji tunakuwa wanyenyekevu. Alafu baadaye tuna support. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ni mwaminifu. Katika kazi ya Mungu kuna wale ambao kwamba wanafanya mapenzi ya Mungu na kuna wale ambao kwamba wanatumia ujanja. Lakini vizuri tukaweze kuachia Mungu aweze kujudge. Lakini tukijiona kwamba tunastahili, tunaweza, sasa sisi ndio wenyewe, too bad. Kuna kiongozi mmoja alisimama na akaongea vizuri. Yaani ningekuwa karibu ningemwambia kwamba hilo lipokuchukua. Bwana Yesu asifiwe. Na alikuwa mama. Sitataja jina. Na wishi mnaona hiyo mama. Bwana Yesu asifiwe. Tusije tukapatia shetani nafasi ya naitwa pasi. Kupenya. Mungu atusaidie. Number 5. What it means by walking with God. Please God with your life. Ukampendeze Mungu na maisha yako. Amos 3:3. Juu kama yule atafika hapo kwa haraka, niko na muda mfupi kweli. May God help me. Amos 3:3. Pleasing God with your life. Praise the Lord. Utakayefika pale aweze kusoma na kipaza sauti kwa sababu ya mtandao. Hallelujah. Kama hakuna nitaweza kusonga sababu ya wakati. Please God with your life. Ukampendeze Mungu na maisha yako. Umefika? Nimefika. The Bible says, can two walk together unless they are agreed? Hiyo ni swali ambayo kwamba Nabii Yoeli anauliza. Je, wawili wanaweza tembea pamoja kama hawajasikizana? Ni mwenda wazimu tu yule ambaye kwamba yuko pale, alafu na hii mambo inatendeka. Mwenda wazimu anaona tembea, alafu anaanza kufuata. Bwana Yesu asifiwe. Akichoka kama uko haraka tena ataangalia mwingine anamfuata. Mwenda wazimu. Lakini wewe si mwenda wazimu. Can two walk together unless they agree? Sasa ukisema umeokoka, basi mfurahishe Mungu. Kuna wimbo inaimba kwamba kama nikupendeza Yesu, mimi nitakupendeza.
kama nikupe. Bwana Yesu asifiwe. Amua kutoka ndani ya moyo wako kuchagua huyo Mungu, kumpendeza, ukaweze kumpendeza, na kuna faida zake. Time ikituruhusu tutaweza kuelezea faida zake. Praise the Lord. Kwa hivyo hii point ni kwamba being in agreement with God and not doing being in agreement with God and doing what pleases him. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Nafikiri tuko karibu kusahau ile kitu tulisema. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kuna kitu moja hii ambao kwamba nataka tukaweze kujiuliza. Why do you go to church? Sababu ni mimi nimesimama hapa nitauliza. Hallelujah. Niulize mzee mwenzangu ama niulize nani? Ruben, mbona unaenda kanisani? Sema tu, shout. Mbona unaenda church? Baada nitafuta Jackson. Mbona unaenda church? Iwe tu short kama 10 seconds. Kukutana na Mungu. Aha. Mbona unaenda church? Amen. Mwingine? Vihenda. Mbona unaenda church? Baada nafikiria. Chila, mbona unaenda church? Haya, tatafakari. Kwa sababu ya wakati kukutana na Mungu ngawa iko wide. Haya, why do people go church? There are categories. Na hizi categories nimeziweka katika vikundi mara 4. Ya kwanza, those that go to church to seek God. Wanaenda kanisani kumtafuta Mungu. Nothing else. I have no other God but you. Bwana Yesu asifiwe. Huyo tu. Haya, another category of people, church goers, those who go to church partly to seek God and partly to seek things. Mundisha alisema, utafuteni ufalme wa Mungu. Huyo ni Kiande. Na hayo yote tazidishiwa. Praise the Lord. Hapo nyuma nilikuwa naona unapata kwamba wakati ambapo a servant of God, baye kwamba kwa anointed, anatumika katika vipawa na karama, unapata mtu fulani tu hataki kujua, anaanguka kifudifudi na anakwama kwa miguu ya mtumishi wa Mungu. Anajua kile ambacho anataka. Sasa ukiangalia mambo mengine unaona ni ujinga, ni upumbavu, lakini he knows what he wants. Mwingine atapanguzia mtumishi wa Mungu viatu, gari na mambo kama hayo tu. Na wakifanya hivyo kwa uaminifu, napata kwamba kuna kitu inaitwa impartation. Jinsi vile Gehazi, impartation kutoka kwa Elia. Elia akamwambia kwamba utakaponiona nikienda, basi itisha kila ambacho nataka. Na Elisha akapata double portion. Miujiza zimeandikwa zilikuwa 13. Elia alifanya miujiza 7. Zilikuwa 13. Sasa akakufa. Sasa kuna wakati ambapo walikuwa wanapeleka mwili ya mwanadamu at the graveyard. Lakini walipoona watu wanakuja, wakaangusha ule mwili kwa mifupa. Kuna wengine wanasema mifupa ya huyo Elisha, na wanatoroka. Praise the Lord. Guess what? Nini litendeka? Yule aliyekufa akaamka na akarejesha uzima wake, uhai, na hakuzikwa tena. Hiyo ndio ilikuwa the 14th miracle na kuweza kuandikwa chini. Bwana Yesu asifiwe. Ninasema kwamba basi ukiwa na Mungu, when you seek God, you have everything. Kuna wimbo inasema, when you carry God, you carry everything. But many people seek God kwa sababu ya vitu. Na kuna wakati ambapo kwamba naye Yesu
roho yake akawa amekasirika. Wamesema kwamba mwalimu, master, umekuwa wapi? Tumekuwa tukitafuta. Akasema kwamba watu hawa wananitafuta si nini, lakini kwa sababu ya mikate. Hey, haleluya. Mikate ni vitu. Haleluya. Unampenda Mungu kwa sababu ya kile ambacho anakupatia. Haleluya. Ni vizuri kwamba ukaize kupenda Mungu. Kama utapata sawa, kama hautapata ni sawa. Yesu akamwambia Martha, 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 you are worried of many things, but one thing. Kila ambacho Maria amepata, hakuna atakaye mnyang'anya. Kama umeokoka, kama umekubali Yesu Kristo, umempokea Yesu Kristo, na usimame imara, hakuna atakaye kunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Tuko pamoja. Haleluya. Wala na sasa wanasema msangalire. Mruo. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord. Kwa hivyo naweza kuwa naongea na watu na kumbe wanakumbuka ile mayai waliwacha huko. Kumbuka ile mayai. Ile mguu ya kuku ulishiba kabisa mpaka ando ukakula ukachoka. Kuna watu wengine ambao ukikula nasikianga chakula ni tamu mpaka unajihurumia mpaka unasema sasa mbona nimeshiba hii chakula bado iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kwa sababu tunakaribia mambo ya njaa, ingawa chakula iko. Tuliambiwa na Pastor Isaac, iko chakula usijali. Pana konda. Unaanza kukumbuka ile mguu ya kuku na ile intestine. Weka mawazo yako hapa. Praise the Lord. Aha. Tumefika kwa ngapi? Tumesema those number 2, those who come partly to search for God and partly to search for things. Love 3, those who come fully to search things. Na unajua sasa kama mimi mchungaji niko na experience. Ninajua kuna wengine ambao walikujanga for things. Na Mungu anajua by the way. Mchungaji hana uwezo wa kuweza kushughulikia. Mchungaji anaweka tu mbele za Mungu. Tazama huyu anataka hivi. Mchungaji anaweza taka tu kwamba kila mmoja aweze kupokea kile ambacho anahitaji kwa haraka. Lakini Mungu naye he searches the hearts of men, people. Sasa mwingine atakuja church, alia anasema kwamba nilisikia ushuhuda kwamba at least ukienda kwa hiyo church, kazi utapata, ndoa utapata, uponyaji. Na kwa sababu Mungu anakujua, anachelewesha kiasi tu aone kwamba wewe ni mtu wa aina gani. Kuna wengine ninajua, sijaruhusiwa niseme. Bwana Yesu asifiwe. Unapata kwamba kama kuna delay, Bwana Yesu asifiwe. Lakini unastahili kwamba ukaweze kutafuta Mungu. Unapotafuta Mungu, anajua even the right time to give you what he wants. Be in line with God and God will do everything. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo kuna wale ambao kwamba wanaenda kanisani only to get things. Kuna wanadada ambao kwamba wajaoleka hapa. Bwana Yesu asifiwe. Naweza pala kuna wandugu ambao lakini si hapa, nyinyi wazuri. Ndugu ameona tu kuna msichana mrembo kama malaika. Sasa kwa sababu huyo msichana anashiriki mahali fulani, na yeye hajaokoka, hata sigara anavuta, kwa wakati atatumia hizo mambo ya vitunguu saumu na nini. Haleluya. Akikuja hapa mpaka hata atasema Mungu asifiwe. Mungu asifiwe, nimeokoka, hizi ni Bwana. Sababu ashasikia akisema hizi ni Bwana, lakini hajaokoka. Atanyenyekea kabisa. Ana kusimama, kuvaa atabadilisha, kuvaa style itakuwa nzuri. Wacha zile nguo za ndani kuonekania hapa. Kweli tulifundisha wenda wazimu, everybody is mad but the percentage of madness varies. Nikueleze ujue kama wewe ni mwenda wazimu ama hapana. Mtu ashaikasirikia alafu baadaye tu mtu yuko hapa alafu baadaye sauti yako unapasa tu na unaongelesha huyo. Hiyo inaitwa wenda wazimu. Inakuanga imeamka. Si ukimwongelesha tu hivi tu at least atasikia. Lakini sauti ndio kwa hizi plots. Unapata tu kwa nyumba wametulia tu lakini kidogo watu wanakuja. Sauti inapanda. Wacha tu sisi wale ambao tunakuanga kanisani sasa mchungaji anasema Bwana Yesu asifiwe, tunaongeza sauti ndogo. Lakini mambo yakiharibika kabisa huko kwa nyumba zetu, utajua mama fulani yako na sauti. Utajua fuatilia media, angalia. Wametubandika majina. Wananiita mimi Pwaguzi na wewe Pwagu.
Hajulikani nani mme ndani ya nyumba yetu, hajulikani nani mke. Hallelujah. Praise the Lord. Yani wazimu zikipanda, sauti yako kama ni ya soprano inakuwa bass. Wewe unanichezea, nipige. Na unajua wewe ni mama, lakini si hapa, najua umekombolewa labda. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo nilikuwa najaribu ku explain the variety of madness. Na kila mtu anaweza kuwa kuna madness katika njia fulani. Uliza yule aliye karibu na yako ni percentage gani. Kwa hivyo ni vizuri kwamba uweze kujifundisha jinsi ya control. Na Yesu ni mwerevu. Alisema kwamba mtu akikasirika, hasira yake isifike jioni. Alikuwa anafundisha watu kama watoto. What if hasira itaanzia hiyo jioni? Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa anamaanisha kwamba usikae na hasira. Itakufanya wewe mwenda wazimu mpaka ufanye vituko. So wengine wanapaswa hata mativi. Mwingine atakwambia ni uwe. Bwana Yesu asifiwe. Niko hapa ni uwe. Ni uwe na unikule. Unizike. Haleluya. Hasira haitaki kujua hasara. Wao tunasema hasira ni hasara, lakini hasira nayo ikiwa imepanda, haijui hasara ni nini. Alafu baadaye when you come back to your senses, nilifanya nini hii? Praise the Lord. Alafu ile ya mwisho, ile ya number 4. Those who come to serve the devil. Kuna wengine huenda kanisani kwa ajili ya kuweza ku serve the devil. Bwana Yesu asifiwe. Unapata tunaweza kuwa tunashiriki mahali pamoja, lakini kuna karoho tu ka shetani ndani ya mtu. Kazi yake tu ni kufukuza watu kanisani. Haleluya. Ushaiona watu kama hao? Ushaiwasikia? Wewe unajifanya tu unaenda tu kanisani mapema. Sisi tumekuwako. Jifanye tu ikaa muda mfupi tu utachoka. Asifiwe. Kwa experience ya hii miaka yenye nimefanya kwa huduma, kuna mambo. Na huduma nyingi hata zikiendelea ziwezi kosa watu kama hao. Unajua, when it came time for the children of God, these children of God to present themselves before the Lord, but the sons of God, hawa ni angels, the sons of God. Kwani wewe ukiwa hapa duniani utapaa uende kujipresent mbele za Mungu. Alafu, and Lucifer also came among them. Na conversation between Lucifer and God. Lucifer inamaanishaje? Morning Star. Imagine ni jina nzuri. Usifikirie kwamba sasa ni yule wa pembe. Ni Morning Star. Jina la yule Satan huyo tu. Jina lake tu alikuwa na jina nzuri. Morning Star. Bwana, Morning Star. Lakini alipoasi akapewa jina lingine, Shetani. Bwana Yesu asifiwe. Alikuwa pale. Sasa wengine hawajui. Kinapata kwamba destroyers. Kazi yao ni kudestroy. Kwa hivyo sema sio mimi. Ninaenda kwa benefits of walking with God. Faida za kutembea na Mungu. Sasa one of the benefits of walking with God ni you escape the generational disaster. Escaping the generational disaster. Generational disaster. Nakwambia kuna keyboardist mpya hapo atakuonyesha keyboard, utajua. Ukicheza wewe atakufundisha keyboard. Generational disaster, umezaliwa katika jamii fulani na kuna pattern fulani ambao kwamba iko wenda wazimu, watu kutooa, kutosafiri, hawezi kufanya kitu chochote ambacho ni kizuri. Wakati ambapo unatembea na Yesu, unatembea na Mungu, na kuambia ni salama. Kuna wakati fulani nikawa natembea na my cousin, ni askari, ako na uniform. Tukawa tunatembea na tuko kwa gari. Wale ambao wananijua kafikiria nimeshikwa. Nasema nilikuwa nafikiria iko hivi, lakini sasa tuko sawa bwana. Tuko safe. Sababu serikali iko hapa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukiwa nayo na hawa watu, hata kama kuna shida unapita tu. Unakumbuka wakati wa corona, hii mambo ya barriers. Kuna mahali nilikuwa na assignment ya kazi ya Mungu. Nikaa sasa niende upite Thika, kulikuwa na hizo barriers. Sasa nikakaa kwa gari nyingine ambayo ni nzuri hapo.
gari ingine nzuri nimebebwa. Sasa katika ile hali ya kubebwa tukafika kwa baria. Gari ni nzuri, wanasemanga gari baridi, na nimekaa back left na nimejaribu kuvaa kanguo ambako ni kazuri, si kabaya sana. Tukafika kwa baria. Haleluya. Unajua walitufungulia kabisa, na kulikuwa na maaskari pale. Sasa ni nani ashaiota kwamba amezuiliwa na maaskari na kwa maeneo ya kwao, ile area ambayo umezaliwa? Zile ni generational barriers. Zile misingi ambazo kwamba zinakuzuia kwamba usije ukafanya nini, ukapenya. Hizo ni barriers. Unaweza fikiria ni maaskari, si maaskari. Haleluya. Kuna ile inaitwa legal grounds. Kwa hivyo ukisimama vizuri unapata kwamba at least umeshinda in Jesus name na unasonga mbele. Tunakataa vizuizi katika jina la Yesu. Tunanena upenyo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haya. Hizo benefits nasema generational disaster. Escape from generational disaster. Unakuwa tofauti kwa wengine. Kama walisema utapanda ndege, unapenya. Praise the Lord. Yesu alizaliwa wapi? Wakati ambapo ni Nathaniel ndiye alituma kwamba Alisa aweze kufuata Yesu. Na akasema kwamba can anything good come from? Nakumbuka hiyo. Come from where? Nathaniel alikuwa anajua Nazareth vile inakaa. Kama ni umaskini, zile generational curses, mambo mabaya. Kwa hivyo hata akiambiwa kwamba at least ufuate mtu mwenye ametoka hapa, anasema sasa unaniambia nini? Umbodra shina. Haleluya. Hiyo ni Kigiriki. Unaniambia nini wewe? Ati nifuate mtu mwenye anatoka kwa hii jamii? Kumbe Yesu hana laana. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ameescape kwa hiyo laana. Yeye ni nyota na kiongozi. Na wewe ukaweze kufanyika hivyo in Jesus name. Because by following Christ, following God, you escape from generational disaster. Unaweza kuandika Hebrews chapter 11 verse 5, hatutasoma. Kwa hiyo point kwamba when you walk with God, what captures others will not capture you, or what catches others will not catch you. Kuna jamii ambazo kwamba ikifika tu miaka 55 ama 50 mtu anakufa na kansa, mwingine anakatwa mguu, kitu inatendeka tu. Lakini sasa wewe kwa sababu ya kutembea na Mungu anakupitisha. Niliota nikiwa mdogo wakati mmoja, nikiwa nimebebwa kwa mabega ya Bwana Yesu. Tulikuwa tunapanda mlima maeneo ya kwetu, sikuwa naelewa. Alafu baadaye sasa sijui ni mama aliniita, nikaamuka kwa usingizi. Yaani ile nywele Yesu Kristo wake nzuri, iko very fine, nzuri. Na hata macho yake ukiangalia unasema yes. Hallelujah. Unajua kuna different types of eyes. Unajua hivyo? Hallelujah. Wangapi wanajua kuna different types of eyes? Sisemi ile yani mtu anaangalia. Unaweza kuwa unaangalia mtu, najua kwamba huyu hana mambo. Na watoto ndio wanajua kusoma macho ya watu. Ukiona mtoto hataki mtu fulani, Bwana Yesu asifiwe, wewe jiulize vizuri, ni karoho gani kako ndani yako? Mgeni amekuja tu kwa nyumba, na akiwa amekuja kwa nyumba hamjakosana na yeye, lakini mtoto wako mdogo tu anaanza kulia, hata hataki huyo mgeni. Wewe usimlazimishe. Bwana Yesu asifiwe. Wana watoto ni kama malaika. Sometimes they see. Praise the Lord. Ninasema kwamba kila ambacho kinakamata wengine akamati wewe, kwa sababu unatembea. Sasa nilipoamshwa nilikasirika kabisa. At least hiyo ndoto wamenikatishia ndoto. Ushaitamani kwamba at least yani ulale usingizi kuchukua uendelee na ndoto, maana ilikuwa nzuri. That is one of the dreams that. Bwana Yesu asifiwe. In other words ni kwamba what limits others will not limit you. Praise the Lord. Kuna yule anaitwa nani? Kuna yule ambaye anaitwa Paul. Paul alikuwa muuaji, lakini Paul amekutana na Yesu wakati ambapo ni mahabusu.
ile chombo ambacho alikuwa anasafiri, upepo na nini, na alikuwa nabii, alikuwa ametambua kule kutakuwa, ikavunjika. Maji na nini, kuna baridi. Pale penye waliweza kutua, moto imetengenezwa, kuni zimewekwa, joka likatokelezea kwa kuni, likajikunja kwa mkono wa Paul. Waliokuwa pale, kwa sababu wanajua, wakasema bila shaka huyu alishaiua mtu. Lakini Paul alikunguta ile joka na akatupa kwa moto. Praise the Lord. Kama kuna generational curse, kama kuna vitu ambazo kwamba zinakamata wengine, kama kuna limits ambazo kwamba zimekuwa zikilimit maisha yako kwa sababu ya kutembea na huyu Mungu, na kuambia hizo limitations zinavunjika katika jina la Yesu. Wakangojea hakukufa, kabidi wamsujudia, akasema kwamba huyu ni Mungu, akawakataza hapana. Praise the Lord. Tuko pamoja? I'm always through. Nafikiri sitamaliza. Number 3, under benefits. Drastic supernatural shift. Drastic supernatural shift. Hebrews chapter 11 verse 5. Drastic supernatural shift. Atakaye tangulia kufika pale ataweza kunisomea. Drastic supernatural shift. Hebrews chapter number 11 verse 5, and I read, by faith Enoch was taken away so that he did not see death, and it was not found. He was not found because God had taken him. For before he was taken, he had this testimony that he pleased God. Alimpendeza Mungu. Hiyo ushuhuda. Kwa hivyo hakuonja mauti, hakuenda kwa matanga yake watoe ushuhuda ya uongo na ukweli. Unajua Afrika, hata kama mtu alikuwa mwizi, anasema Bwana Yesu asifiwe, asifiwe tena mimi, alafu naimba wimbo, alafu nasema kwamba niko tuna mazuri ya kusema kuhusu huyu mwenda zake. Huyu alikuwa mzuri, hakuwahi chuna mtu, hata hawezi kuangalia mtu vibaya. Huyu hatawahi kuimba Bwana Yesu asifiwe. Wewe hata kama unampatia maua, si mtu akiwa mwizi useme tu kwamba alikuwa mwizi. Sasa yuko katika mikononi mwa Mungu. Uongo mtupu. Hata sisi wachungaji huwa tunadanganya kwa ajili ya kutia tu watu moyo pale, na mtu unajua tu kwamba alikuwa anakunywa pombe. Bwana Yesu asifiwe. Mbia jirani yako, tengeneza maisha yako. Kwa hiyo point ni kwamba you change class in dimension and you drastically shift into a new phase of life. Maisha yako yanabadilika. Wakikuona wanashangaa kwamba wewe unatoka kwa jamii fulani. Bwana Yesu asifiwe. Alafu faida nyingine ya tatu ni kwamba testimonies follow you. Miujiza, shuhuda zinakufuata. Tunaenda kwa ingine, how to walk with God. How to walk with God. Jinsi ya kuweza kutembea na Mungu. Number 1, ukitaka ukaweze kutembea na Mungu, fanya uamuzi. Hesabu gharama. Jiite mkutano. Bwana Yesu asifiwe. Unapofanya uamuzi, unasema kwamba kuanzia leo nimeamua kwamba nitamfuata Yesu, nitamfuata Mungu. Mtu anayefanya uamuzi anajidisconnect na marafiki waovu. Kuna vitu ambazo unajidisconnect nao. Friday au utaenda kwa kilabu, alafu anze kucheza zile nyimbo Bwana Yesu asifiwe. Unaelewa zile nyimbo? Nilikuwa kwa gari siku nyingine, nakwambia hata hizo nyimbo hata sikii maneno, lakini wale wako wamezishika, unapata tu mtu anafungua kinywa anaongea ni kama word to word. Nasema kweli. Praise the Lord. Au utaenda pale kwa club, alafu baadaye sasa unakunywa chupa moja mbili, alafu baadaye unakuja kanisani. Hii TikTok inatufanyanga mambo. Kwa hivyo wengine sometimes wanasahau kwamba wako kanisani, alafu wanaanza kudance style zingine ambazo ni za ajabu ajabu. Sema sio mimi. Praise the Lord. Nasema kwamba you make the decision. You make a decision. Hii kumaliza ni shida sababu ya time, lakini vizuri nikaweza kusema hii faida, how to walk with God. Number 1, you make a decision. You decide yourself. Hakuna mtu ambaye kwamba anakuamulia. Number 2,
Release whatever that holds you back. Release whatever that holds you back. Genesis chapter number 5 verse 22. Kila ambacho kwamba kinakurudisha nyuma, wachana nacho. Hiyo Genesis chapter number 12. Mungu akaweza kuzungumza, angalieni watoto wasimesbehave. Mungu akaweza kumwambia Abraham, leave your country, leave your people, leave your house and go where I will direct you. Enda kule ambako kwamba nitakuelekeza. Bwana Yesu asifiwe. Ni lazima kwamba ukadisconnect. Kama kuna marafiki wa kurudisha nyuma, disconnect. Kama kuna zile movie ambazo unapenda kuona ambazo sio nzuri, disconnect. Praise the Lord. Tuko pamoja? Kwa hiyo point ni kwamba whatever that makes you delay in walking with God delays your shift of life. Whatever that makes you delay in walking with God makes you, delays your shift of life. Chochote ambacho kinakuchelewesha kwamba usitembee na Mungu, basi kinachelewesha maisha yako kubadilika. Bwana Yesu asifiwe. Under that point ni kwamba if your frustration does not stop your dedication, if your frustration does not stop your dedication, then your dedication will swallow up your frustration. If your frustration does not stop your dedication, then your dedication will swallow your frustration. Let me try to explain. Kuna wengine, labda pengine kuna mama ambao kwamba wameoleka na bwana zao hajaoleka, ili kwamba ufike kanisani mambo ni mengi. Ukitoka kanisani, umetoka wapi? Umetoka kwa malaya, sijui kwa nini, sijui nini, lakini unajitahidi tu kwamba unaenda kazini. Unapata kunakuwa na zile challenges, kuna vituko, lakini wewe uliamua tu kwamba mimi nitamtumikia Mungu. Kwa sawa, nitamtumikia Mungu, nitamtumikia Mungu. Kwa hivyo kama haitazuia, kuna wengine mpaka wanazuiliwa kwamba asikuja kanisani siku ya Sunday, lakini kwa maombi Mungu anatenda tu. Kama hiyo frustration haiwezi kuzuia, basi dedication yako ile ya kujitolea, it will swallow your frustration, of which namaanisha kwamba kutakuwa na ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe. Kutakuwa na ushuhuda. Kwa pamoja. Number 3, be ready to walk with God and walk alone, especially where people are concerned. Be ready to walk with God and walk alone. Kuwa tayari kutembea na Mungu na utembee peke yako. Yaani kama kuna watu ambao kwamba wanasababisha kuwe na kizuizi, vyema kwamba ukaweze kufanya uamuzi, na hapo Mungu atajitukuza. 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 Praise God. Kwa hivyo katika hiyo point ni kwamba those who are addicted to people, those who are addicted to people's approval can never go far with God. Those who are addicted to people's approval can never go far with God. Bwana Yesu asifiwe. Yaani unataka kufanya kitu, sasa utauliza watu wawili watatu. Nilisikia Roho Mungu akiniambia kwamba nifanye hivyo, wewe unaonaje? Haya, ninakujibu. Nilikuwa na kuna mtumishi fulani ambao kwamba alikuwa hivyo. Yaani anauliza kitu, umeshamsaidia ku advice, anaenda kuuliza ushauri mahali pengine, anauliza kama watu kama 10. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivyo you cannot go far with God. You cannot go far with God. Bwana Yesu asifiwe. Ningependa tukaweza kusimama kwa miguu zetu. Thank you, Jesus. Simame kwa miguu zetu. Kutembea na Yesu, mimi ninapenda kutembea. Inua tu mikono zako juu.
Hallelujah. Bwana nishike mkono, Bwana nishike mkono, nishike mkono, Bwana nishike mkono. Pamoja na wimbo Bwana. Thank you Jesus. Fungua moyo wako mbele za Bwana, maana hawezi kufaulu chochote pasipo kutembea na Mungu. Thank you Jesus. Nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono sana, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yahweh, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono Baba, tembea nami Bwana, tembea nami Yesu, tembea nami Bwana, Yesu, tembea nami Yesu. Kuna maombi nataka tukaweze kuomba. Kuna maombi nataka tukaweze kuomba mpendwa, na ukaweze kumaanisha. Lakini kwanza kabisa ningependa ukaweze kwenda mbele za Bwana, ukamwambie Bwana akaweze kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. May the blood of Christ cleanse and wash you even today in Jesus name. Fungua kinywa chako. Niongeze sauti kidogo tu. Fungua kinywa chako tuna ukamwambie Bwana akaweze kutakasa kwa damu ya Yesu Kristo. Ninaposema hivyo ni kwamba dunia hii tunaishi katika dunia ambayo kwamba kuna mambo ambayo kwamba yatainuka ama yanainuka kwa ajili ya kutoa mtu kwenye laini, ili kwamba usije ukatembea na Bwana, ili kwamba usije ukatembea na Mungu. Lakini leo hii katika ujumbe huu Bwana Mungu anataka kwamba usimwache. Sisi tunamwacha Mungu, na Mungu inafika mahali anashindwa, inakuwa namna gani? Tafakari katika moyo wako, ni nini hiki ambacho uliweza kutenda ambacho kwamba kinamfukuza Mungu, kinamtuma mbali? Wenda kwamba ni wivu, wenda kwamba ni ushirikina, chuki, chochote kile, uongo, usherati, chochote kile, wivu, ile hasira, ile kwamba unapata kwamba yani ndani mwako unapata kuna dhambi na machukizo yanayosimama kwa ajili ya kufukuza Mungu. Unapata na kufukuza Mungu, anakuwa mbali. Mwambie Bwana Mungu nisamehe. Mwambie Bwana ninakuhitaji, nisamehe, nitakashe. Baba, kuna mambo niliyofanya yakanipeleka mbali, yakanisukuma mbali na wewe. Baba nisamehe. Hebu nikapate mtu, somebody that is ready to repent before the Lord, confess and repent anything that is not pleasing God. Somebody that is ready kwa ajili ya kuweza kutubu na kuweza kumrejea Mungu. Biblia inasema basi huyo kijana, the younger son, akasema kwamba I'll go back home, I will return, na nitamwambia baba yangu sistahili kuitwa mwanao. Akafunga safari kwa umbali tu baba, maana akamwona, akatambua huyo ni mwanangu, sio mwingine. Ijapokuwa amechakaa, ijapokuwa nywele inakaa kama mwenda wazimu, ijapokuwa mavazi ni chafu, ijapokuwa viatu zimeraruka, ijapokuwa kutembea kwake hana nguvu, lakini ninaona sura, huyo ni mwanangu. Hivyo ndivyo Bwana Mungu anapotazama walio wake, licha ya kwenda mbali na yeye. When they decide to come back to God,
na kuambia Mungu anafurahia sana, anafungua mikono yake ready to receive us. Ndio maana ninakwambia hata wale ambao kwamba tunatazama, ni vyema kwamba tukaweze kuangalia maisha yetu ili kwamba tukaweze kumrudia Mungu. Anataka kutembea na sisi, maana kule ambapo unataka uende ukijipeleka mwenyewe lango halitaweza kufunguka. Ni lazima kwamba ukaweze kuwa naye, maana ndanini mwako basi ukiwa naye ni kadi ambayo kwamba itakuwa gate pass ya kufungua lango, opening the gate of prosperity, opening the gate of holiness, opening the gate of favor, opening anything that it is needed in your life. Unastahili ukaweze kutembea na yeye, maana unapotembea na yeye watamwona huyo Yesu ndanini mwako. Wakimwona Yesu wanaona mshindi. Shetani akiona Yesu hata kuguza wewe, hata kuguza wewe. Omba mbele za Bwana ukaweze kuomba. Rika baba ya ntolobo zakara baba zaya. Katika ile hali bodi ya maombi, may you ask God to draw you closer to him. Mwambie Bwana kaweze kukusongesha karibu na yeye. Kuna mbinu ambayo Mungu mwenyewe anajua yaweza kusongesha karibu na yeye. May you have a desire to tell the Lord, Lord, may you draw me closer to you. Draw me closer to you. Draw me closer to you. Mungu atatumia mbinu mbalimbali to draw you closer to him. In the name of Jesus. Baba, ukaweze kunisongesha karibu na wewe Baba. Nisongeshe kwako Baba. Ninakuomba nisongeshe kwako, maana bila kunisongesha kwako nitaangamia. Bwana, ninakuhitaji. Nisongeshe kwako Baba. Nisongeshe kwako. Create in me a passion and desire to love you, Jehovah God, to be with you all day 24/7, oh God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Katika hiyo modi ya maombi, mwambie Bwana kaweze kukusaidia, that you may work for God. Mwambie Bwana kwa maneno yako nifanye kwamba kwa chombo cha kuweza kukufanyikia kutumikia, katika jina la Yesu. Nikakutumikie Baba, nifanye kwa chombo cha kutumikia Bwana, nifanye kwa chombo cha kutumikia, that I may serve you Jehovah God, that I may serve you Jehovah King of Glory. Rakababa ya ntolobo zaya. Mwambie Bwana kakusaidie katika safari ya kutembea na yeye, maana katika safari ya kutembea na Bwana kuna wanyama wakali, kuna milima na mabonde, kuna vikwazo vingi. Katika hii safari ya kutembea na Yesu kuna vituko vingi, lakini Bwana anaweza kukuwezeshea. Muite Bwana kakusaidie ili kwamba ukaweze kutembea na yeye, ukaweze kutembea na yeye, akatembee na wewe. Laka baba ya ntolobo zaya. Rika baba ya ntolobo zaya. Katika yo hali ningependa ukamwambie Bwana that you may be able to live for God. Ukaishi kwa ajili ya Mungu, usije ukaishi kwa ajili ya wanadamu, usije ukaishi kwa ajili ya mambo mengine, but you may live for God. Yani kuishi kwako wanadamu wakitazama wanajua kwamba wewe basi ni wa Mungu. Uishi kwa ajili ya Mungu, ukatende mapenzi ya Mungu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Rakabayantorobo zaya, rakababayantorobo zaya. Mwambie Bwana asikuache. Angela kaimba kwamba kaa nami ni usiku sana, usiniwache kizani. Mwambie Bwana usiniwache kizani, kaa nami katika majira haya. Wapendwa, tuko katika nyakati za mwisho haya majira. Mwite Bwana kaweze kukaa nawe. Kuna vitu vingi unahitaji ukaweze kukaa naye, akaweze kukaa nawe, kwa sababu bila ye hautafaulu mwenyewe, hawezi peke yako. Lord help me, Lord help me, Lord help me, Lord help me.
Lord help me, Lord help me, Lord help me. Kaa nami siku zote, kaa nami usiku, kaa nami mchana, katika jina la Yesu. Kaa nami Jehova Bwana, maana nitakuwa mshindi, nitakuwa mshindi, nitakuwa mshindi, nitakuwa mshindi, nitakuwa mshindi. Ask the Lord to favor you. May the Lord favor you. Ask the Lord to favor you. For Lord, I call upon your name. May you favor my life, O Jehovah, with everything that I do. Release your divine favor upon my life, O Jehovah God, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jehovah, King of glory, in the name of Jesus Christ of Nazareth. Baba, ukaweze kutusaidia kwamba tukaweze kutenda mapenzi yako. Tuinue mikono zetu juu. Father, in the name of Jesus, I commit these brethren into able hands, O Jehovah Lord. I come against every satanic altar fighting their lives, O Jehovah God, to catch fire in the name of Jesus. Kila madhabahu yoyote yanayowapinga Bwana, let it catch fire in the name of Jesus. Madhabahu yanayowapinga kwamba wasije wakatumikia Mungu, let them catch fire in the name of Jesus. Let them be set free in the name of Jesus. Let them do the will of God in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, I pray that every satanic arrow fighting their destiny to be destroyed now in the name of Jesus. Let every satanic arrow, kila mishale Bwana ya shetani inayolenga na kumulika maisha yao, may it catch fire and be destroyed now in the name of Jesus. It will not attack them, it will not affect them in the name of Jesus Christ of Nazareth. Thank you, Jesus. Uko pale labda pengine unahitaji maombi, unaota ndoto mbaya, uliambiwa kuhusu mambo ya kunyongwa, hiyo mambo yote tu, ile hitaji unaweza kuja hapa kwa haraka. Niko na dakika chache sana ili kwamba at least tuweze kumaliza. I just feel kwamba uko pale, kuna hali kama hiyo, basi tukaweze kuomba na wewe. Mungu ni mwaminifu. Inua mikono zako juu mbele za Bwana. Ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe, 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 ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Baba, ni wewe, ni wewe Bwana, ni wewe, ni wewe Bwana. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika inaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu, damu ya dhamana inaweza kutuokoa. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo. Inua mikono zako juu. Ni mwaminifu ni wewe. Yesu iliyomwagika yaweza mambo. Have your way in her life, O Jehovah, King of glory. I speak the touch of God in her life in the name Jesus Christ of Nazareth. Have your way. Baba, ukamshike mkono kwa yote Baba, in the name of Jesus. Baba, ukamshike mkono, whatever that is not of God, ikaweze kumachilia. Rikabayantolobo zaka, rimashetala bababazaya. Every satanic crowd, everything that is not reflect God,
May it catch fire now. May it catch fire now. Mara ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, ya tano, ya sita na ya saba. Catch fire now. Be set free in the name of Jesus. Bwana Mungu akakushike mkono. Baba, ni asante kwa sababu natosha na hata unaweza. Virika natoka ile Baba Mfalme, Bwana maishani mwake Baba. Kamshike mkono Baba Mfalme kwa ajili ya hitaji hili. Kaize kuona mkono wako Baba. In the name of Jesus, I thank you, King of Glory. Baba, ukamshike mkono na ukaweze kutenda Baba. Na ufunika mtoto na damu ya Yesu Kristo na ulinzi. In the name of Jesus. May you fight every kind of battle of God Almighty. In the name of Jesus. Mshike mkono. Zaidi ya mshindi Baba. Likabayantolobozaya. Fedha zake na kaize kupokea kile umepanga kwa ajili ya maisha yake na kikatibie katika jina la Yesu. Asante Bwana majeshi, ukamshike mkono Baba, ukamtende mema. In the name of Jesus, I thank you Lord. Baba, ukamshike mkono hata katika maisha yake ya masomo yake. In the name of Jesus. Rabba shentala baima mikono zako juu. Father, in the name of Jesus, the name that is above all names, O Jehovah Lord, I call upon your name. Every powers of darkness, roho ya nyoka, out, 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 out in the name of Jesus, out, I say out. Every spirit of confusion and anything that is ungodly, loose now, loose her life. Roho ya mauti, roho ya rejection. It springs in, let's go. Very, yeah. Let's go soft, Baba. Laba shenta laba zan. Ndoto ya mauti, roho ya mauti, roho ya kifo, roho ya rejection, roho iliyotumwa kwa ajili ya kuiba your destiny, ninainenea sasa ikakuachilia sasa. Lepa shenta laba baba zaya. Rika baba yanto. I disconnect you from anything that is not of God. Roza majene, roza manyoka. Yoizo, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Rakabayanta rabazaya, anza kuchomeka, anza kuchomeka. Chomeka sasa, chomeka sasa, chomeka sasa. Kwa hiyo mgongo, moto, 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 moto. Natangaza ukombozi, natangaza ukombozi. Kuna moto ndio, kuna kazi ya nje. Shetalabazaya, kripa shekalabazaya. Whatever that is not of God, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now, catch fire now. Be set free, body, soul, and spirit, unconditionally. In Jesus' name. Tuinue mikono zetu juu. Baba, ni asante kwa sababu ya ukuna wema wako Bwana. Ninakutukuza na hata ninakuinua Mfalme, Bwana majeshi. Baba, ukaweze kukaa nasi, tembea nasi Baba Mfalme. Tuwezeshe mahali ambapo kwamba hatuwezi Mfalme Bwana, maana bila wewe Baba Mfalme hatuwezi. Nakabidhi huyu ndugu, nakabidhi huyu dada mikononi mwako Baba. Lord, protect them, O Jehovah Lord. Preserve them, O Jehovah Father, until the end, O God, O King of Glory, and your name shall be exalted. Nakataa roho za mauti, nakataa ripoti mbaya, nakataa kila chochote kilichopangwa kinyume na maisha yao. Baba Mfalme Bwana, wakatende mapenzi yako Baba, na Baba kile ulikusudia kwa maisha yao Baba Mfalme kikaweze kutimia Mfalme Bwana majeshi. Inasema kwamba ni washindi. In Jesus name, amen, amen. Mungu akaweze kuwabariki sana, Mungu awabariki, atendee mema. Haleluya, haleluya. Kwani mmechoka? Haleluya, haleluya. Uliza